ya kwamba zaidi ya miaka 2000 iliyopita yuko mwanaume mmoja aliyeacha enzi, aliyekuja duniani, aliyeshuka duniani, aliyeteswa, aliyeangikwa mtini kwa ajili yetu. Haleluya! Tumekuja tujikumbushe ya kwamba yuko simba kabila ya Yuda ambaye alisulubiwa, dunia yote ikatambua. Amezidi viongozi wengi, amewazidi wanazuoni wengi, amewazidi wanafalsafa wengi. Leo dunia yote inatambua kufa kwake. Leo dunia yote inaadhimisha kufufuka kwake. Mpigie Yesu makofi, huyu Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, tumekuja kuungana na watu, tumekuja kuungana na maelfu ya watu duniani wanaokumbuka. Tumekuja kuuambia ulimwengu kwamba damu yake bado inanena mema juu ya maisha yetu. Damu yake bado inanena mema kwa ulimwengu wote, bado inanena mema kwa Tanzania, bado inanena mema kwa Katavi, bado inanena mema kwa Afrika, bado inanena mema kwa dunia nzima. Mpigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa kipindi hiki tena cha jioni ya leo. Tukaona namna ambavyo wana wa Israeli waliingia utumwani. Tukaona namna ambavyo Pasaka ya kwanza ilianza. Wana wa Israeli walipokombolewa, kutolewa utumwa, kutolewa kwenye mateso ya Misri. Tukaona namna ambavyo damu ilitumika kuweka alama, kuweka ishara ya kwamba malaika mharibu atakapokuwa anapita akiona nyumba ya Israeli imepakwa damu, ataruka, atapita juu, ataenda kwenye mji wa Misri ili kuangamiza kila mzaliwa wa kwanza. Tuliona hiyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuliona, tukaona mapigo ambayo Mungu aliwapiga wana wa Misri katika mchakato wa kuwakomboa wana wa Israeli, kuwatoa katika utumwa wa Farao. Tukaona namna ambavyo utumwa ulikuwa ni mbaya. Na tukasema wana wa Israeli walikaa utumwani kwa kipindi cha miaka 430. Bwana asifiwe. Jioni ya leo tunataka tuone Pasaka ya pili. Pasaka ya kwanza ni kutolewa kwa wana wa Israeli chini ya utumwa wa Misri na kuondoka kwenda Kanaani, kwenda kwenye nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Tunataka tuone Pasaka ya pili, namna ambavyo Yesu alikuja ulimwenguni baada ya sheria alizokuwa ameziweka. Baada ya kuona sheria zimeshindwa kumkamilisha mwanadamu, kwa sababu wataalamu wanatuambia wana wa Israeli walikuwa na sheria zaidi ya 613. Lengo la Mungu likiwa ni kwamba zile sheria ziwaongoze, ziwaweke kwenye ukamilifu, waweze kumlingana Bwana. Lakini bado hali ilikuwa ni mbaya, bado hakukuwa na wokovu, bado hakukuwa na utakatifu. Ndipo Mungu akatengeneza mpango mwingine. Anasema, tazama nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli, si kwa mfano wa lile nililofanya na baba zao. Katika agano jipya sheria zangu zitaandikwa katika mioyo yao na sio katika vibao. Nitakuwa Mungu kwao na wao watakuwa wanangu. Sema amen. Katika kuandaa agano hilo, katika kutengeneza agano hilo, Mungu akamtuma Yesu Kristo. Yesu akaja duniani, akazaliwa kama tulivyozaliwa sisi, akala ugali kama
tuliokula sisi, lengo atukomboe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Fungua Biblia yako katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 1, tusome fungu la 9 hadi 17, alafu tutasoma mstari wa 29 hadi wa 34. Kuwa tentative na Biblia yako. Biblia inasema, kulikuwako nuru halisi yamtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, alikuwako ulimwenguni. Hivi nimesoma mstari wa 9. Yes. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Bwana asifiwe. Fungu la 17, Biblia inasema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mstari wa 29, siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia kwamba yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho na moto. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pointi hapa ni kwamba Yesu alikuja duniani, akaishi duniani, akawa kama mwanadamu. Ndio maana wataalamu wanasema Yesu alikuwa mwanadamu 100% na alikuwa Mungu 100%. Bwana asifiwe.